Naitwa Amoni kutoka Bado Book Electronics, na kwa wale mnaozidi kunifuatilia kwenye channel yangu ya Bado Book Brand, nadhani tunakumbuka kipindi kilichopita tulijifunza ni nini utafanya umeme unapokatika kwako kwa jirani ingali unawaka. Tulipeana hatua za kufanya vizuri. Sasa kwa leo, siku ya leo, na kukaribisha kwa kipindi kingine kipya ambacho tutaenda kujifunza kwa uchache. Ni maana imetokea mara nyingi watu wanateseka, wanasumbuka kwa ajili ya kujiuliza swali, kwa nini ana vifaa vichache au vidogo vyenye matumizi madogo, lakini anajikuta anatumia unit nyingi au umeme unaenda kwa kasi. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea umeme kulika, japokuwa wengi tumezoea kwamba umeme ukiwa unavuja au ukiwa unatumika kwa kiasi tofauti na kile tunachokifikiria, ukimwita fundi mara nyingi atakushauri kwamba labda badilisha S-Load au mfumo wa wiring kuna sehemu ambapo kuna luzi. Lakini nataka kukuambia leo, kukufundisha kitu kingine ambacho watu wengi hawakijui au mafundi wengi hatukielezei kwa wateja wetu. Umeme unaweza ukawa unavuja kwa sababu nyingi tofauti tofauti, zikiwemo S-Load, losing kwenye junction au vifaa chakavu ambavyo vimesha kuwa na muda mrefu kama friji, pasi ya muda mrefu. Maana kiutaalamu, friji ikiwa imeshatumika kwa muda mrefu na friji mpya, matumizi ya yale umeme yanakuwa ni tofauti. Friji mpya inakula umeme kidogo, na friji ambayo imeshatumika muda mrefu matumizi yake yanaongezeka. Na kitu kingine, unaweza ukajiuliza swali, nimezima vifaa vyangu lakini nikija kwenye remote yangu ile kuuliza unit, nakuta either unit zimepungua. Unajiuliza kwa sababu ni sababu gani ambayo inasababisha unit zipungue ingali vifaa vyako vyote umevizima. Kinachosababisha kwa wateja walioko wengi, wana tabia ya kuzima kwenye switch pasipo kuchomoa ile waya. Kwa hiyo pale usipochomoa ile waya kwenye socket ukaacha hivyo, kuna umeme waga unalika, unaenda taratibu. Kwa hiyo ndo waga unanyonya zile unit. Wewe unakuja kujiuliza swali, kwa nini unit zangu zimepungua wakati nimeziba vifaa vyangu? Kwa hiyo ushauri ambao labda unaweza ukawa unahisi fundi umemuita S-Load akakuta ni nzuri, kwenye mfumo wa wiring ni mzuri, alafu upande wa mita ya TANESCO ni nzuri, alafu ukawa unazidi kupata changamoto ile inayosababisha unit kuenda wakati ngali labda umezima vifaa, au fundi anaweza kukushauri kwamba ili tuangalie matumizi yako ya unit, uzime vifaa alafu tuangalie uzime kwa mfano friji, basi usivitumie, uwashe kama taa ili tuangalie matumizi yako yataendaje. Ukakuta mwendo ni ule ule, au ukiviacha off vyote unakuta mwendo ni ule ule. Kwa hiyo ninachokushauri, unapozima TV, friji au pasi au kitu chochote kinachotumia umeme, usiwe na tabia ya kuacha kile kitu kwenye socket. Chomoa socket, zima kwanza kifaa kile, rudi kwenye socket, zima, kisha chomoa waya, ili usisababishe umeme kuwa unapita. Maana tukumbuke kwamba ukiwa socket imefungwa, hata kama umeizima, ukiweka tester kwa ndani, maana umeme unakwemo. Kwa hiyo inakuwa inavujisha umeme kupitia kwenye vifaa vile ambavyo haujavichomoa pale kwenye socket. Au kitu kingine kinachoweza kusababisha umeme wako kuvuja ni wiring kuwa na muda mrefu. Baada ya miaka 10 haujawahi kubadilisha au kufanya marekebisho yoyote, kwa sababu tumekuwa na tabia kwamba ili fundi aje kwako kukagua nyumba yako ni pale taa inapoungua. Tumekalili kwamba taa ikiungua au switch ikipata shoti ndio utamuita fundi, lakini umeme unabidi uwe na muda wa kukaguliwa.
kama tunavyojifunza kwamba balbu ina masaa fulani ya kuishi. Kwa hiyo hicho kinawezekana kikapelekea uvujifu wa umeme au matumizi makubwa ya umeme. Nadhani tutakuwa tumeelewana au tutakuwa tumejifunza kitu. Kwa wale muendelee kunifuatilia ili tuendelee kujifunza kwa pamoja kwa vitu vingine na vingine, tuzidi kuelimishana, na nipo hapa kuelimisha wewe unayenifuatilia. Zidi kunifuatilia kwenye chaneli yangu ya Bado Buku Brand. Na kama utakuwa na tatizo la uvujifu wa umeme, labda una changamoto ya kwamba vifaa vyako ni vidogo au umevizima umeme unavuja, itabidi unitafute kupitia namba 07 53 46 33 19 au 07 41 63 33 19. Na kwa mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook, YouTube napatikana kwa jina la Bado Buku Brand. Karibu sana uendelee kujifunza kwa Bado Buku Electronics.